Twende pamoja katika safari ya Hidden Gold. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu inayomhusu Baraka pamoja na Jamali. Tamaa isiyodhibitiwa inaweza kumfanya mtu kupoteza amani, heshima na hata hatima yake. Wakati mwingine maisha hayaharibiwi na ukosefu wa pesa, yanaharibiwa na tamaa ya kupata pesa kwa haraka. Jamali alikuwa amekaa kimya, uso wake umejaa mawazo. Marafiki zake walikuwa wamemzunguka wakimshawishi kuingia kwenye kazi ambayo walidai ingeweza kumbadilishia maisha yake kwa muda mfupi. Ukifanya kazi hii maisha yako yamebadilika kabisa, mmoja wao alisema kwa kujiamini. Lakini Jamali alikuwa na swali moja tu. Na kama tukikamatwa? Walicheka sana, walicheka kwa dharau. Maskini ndio wanaogopa sana, mmoja wao alisema. Jamali hakujibu kitu, alibaki akitafakari. Wakati huo huo, Baraka alikuwa akimweleza Naima wasiwasi wake kuhusu mabadiliko aliyoyaona kwa Jamali siku za hivi karibuni. Naima alimwangalia na kusema, Baraka, wakati mwingine watu hawaharibiki kwa sababu ya shida. Wanaharibika kwa sababu ya tamaa ya kutoka haraka kwenye shida. Maneno hayo yalibeba ukweli mzito. Siku iliyofuata vijana walikusanyika chini ya mti kama kawaida ili kumsikiliza Mzee Bucho. Mzee Bucho alisema, tamaa humfanya mtu kuona matokeo mazuri pekee. Huona pesa lakini haoni hatari. Huona mafanikio lakini haoni gharama. Vijana walitulia wakisikiliza. Kwa upande mwingine, Hilda alikuwa amekupa pesa ili aende kwenye sherehe kubwa iliyokuwa ikizungumziwa kila mahali. Alitaka kuonekana vizuri na kufurahia kama wengine, lakini siku iliyofuata aligundua kuwa hakuwa na nauli hata kwenda kazini. Furaha ya usiku mmoja ilikuwa imezaa matatizo ya siku nyingi. Baadaye Aminieli alimfuata Mzee Bucho na kumuuliza, Mzee Bucho, tamaa inaanzaje? Mzee Bucho alitabasamu kisha akasema, tamaa huanza pale mtu anapotaka zaidi ya uwezo wake, bila kuwa na subra ya kukua hatua kwa hatua. Usiku ulipoingia, Jamali alipokea ujumbe kwenye simu yake. Ujumbe uliandikwa hivi, kesho ndiyo siku ya kazi, uko tayari? Jamali aliutazama ujumbe huo kwa muda mrefu. Mbele yake kulikuwa na njia mbili, njia ya subra au njia ya tamaa. Uamuzi ulikuwa mikononi mwake. Maoni yako ni yapi? Jamali amebakiza hatua moja tu kufanya uamuzi ambao unaweza kubadilisha maisha yake ya milele. Je, unafikiri atakubali kazi hiyo au atakataa? Andika maoni yako hapo chini na utuambie sababu ya uamuzi wako. Tukutane episodi ya 8 ili kuona nini kitatokea. Kutoka Hidden Gold Insight, mimi ni Ada Iligo.